Very good. Iko sawa hii. Yeah. Very good. Hapo unajua. Walisaidia serikali walileta Red Cross hizi zote wamewekea. Kajenga hii sasa hiyo ya mabati ni ile bati president alitoa kupitia kuja hapa kugawanya mabati. Thank you. Good. Na hawa waziri yake sisi vile amelewa wao, na aliyeshaka pia sisi ajili yake taweza kujitoa hata fidia, taweza kujitoa tena kujitoa. Mshafahamu rais yetu hatuongezee bati pole. Hapo huyu mko naye bwana Harsama, tumekuwa naye tukivuruga naye hii matope tangu mzozo mambo ya mafuriko ilipoanza. Tulikuwa naye Chara, tulikuwa naye kule Gaza, Onkolde, tulikuwa naye hapa Bandi, yote ni katika kutusaidia. Na sisi kama wenyeji wa Tana River na Garsen constituency tunaomba mpeleke salamu kwa Mheshimiwa Rais, kwa sababu usaidizi tuliopata tunamshukuru sana. Mabati ametuahidi tumepata, mbao tumepata, chakula tumepata, lakini bado miji mingi haijapata mabati, sehemu nyingi haijapata mbao. Na tukitaka kusettle hao watu, kuna wale wanaoishi hapa Garsen High, kuna wale wanaoishi Gaza, Onkolde, na kuna wale wanaishi sehemu ya Tarasa mpaka Odogo. Hizi ni sehemu za mafuriko. Tukisema tutaweza kusaidia hao watu wote kwa mara moja ni vyema zaidi. Kwa hivyo sisi tunawaambia tu mpelekeni salamu rais ya kwamba watu wanasaidiwa, lakini bado watu wako katika hali nyingine ambayo wanahitaji msaada. Siku ya leo kwanza ni siku ya furaha. Kutana community wote tukiwa pamoja na MP wetu. Hii kijiji inaitwa Bandi. Wametoka kijiji inaitwa Bandi tukiwa tunaishi sisi sote huko Garsen Central. Na mimi nimetoka kijiji inaitwa Danisa, ambaye tuko neighbor na hawa walikuwa neighbor huko, na sasa hivi tuko neighbor tunaishi hapo Dar es Salaam. Lakini sasa tulipotoka mfuriko hadi leo naona serikali wametusaidia sana. Basi mimi nikiwa MCA wa upande wa Garsen Magharibi, mimi ni mtu ambaye nimekuwa katika siasa kutoka 2002 hadi leo. Nilikuwa ila kansela ama saizi ni MCA. Ni shukrani kwa PS wetu kuja kufika katika sehemu hii. Tunatoa shukrani za dhati kwenu, na pia tunawaomba mwende mtusalamie Ruto, mheshimiwa wetu ambaye tunatarajia kumweka katika kiti hiyo kwa muda mrefu kama vile mimi nilivyokuwa. Mimi nasema watu ya Band, mara hii msiweze kupeleka kura upande ule, mwende kumpigia Museveni. Mwende kupigia Museveni kwa sababu mimi nimewashikilia vizuri katika sehemu hii, na bado nitaendelea kuwashika, na pia vile itakuwa karibu na nyinyi kuja kuwasalamia kila wakati na kuendelea kuomba kura.
Lakini rais hii mnaona hizi manyumba hii mabati blue. Hizi mabati ndio rais ameleta. Na sisi watu wameathirika katika constituency ya Garsen. Ni over 6,000 household. Hii wale wamefaidika ni 1,700 household. Wale wamebaki bado ni karibu 4,000 na kitu. Na kila village zimeguswa, si village si hii peke yake. Kuna village hapa, kuna Danisae, Danisabi, kuna Onkolde, kuna Sogal, kuna Odole, Andaraku, kuna sehemu ya Chamado, kuna sehemu za Korlabe. Watu wamepangana hii barabara, unashangaa hii watu ni refugees, lakini sio refugee, ni wale watu wamehama kutoka sehemu za flood zone. Na hapa mahali kuna mashule, kuna misikiti, kuna manyumba, kuna makanisa, kuna mashamba na sehemu za mifugo. Watu wamepata hasara kubwa sana. Lakini hii rais ameresettle hawa watu wako kwa tent. Hizi tent pia zimeanza kuharibika kwa ajili ya jua, hata mvua ikinyesha inavuja. Kwa hivyo tunaomba rais wetu vile alitufanyia kupitia wakati wa PS Kelo Arsama. Hii tuko na PS mpya ya hiyo idara anaitwa Maalim Ismail Madei. Pia ni kijana yetu yeye pia. So tunaomba mtusaidie. Tunashukuru sana idara ya interior kupitia PSK Raymond Omolo. Alikuja hapa, hiyo shule ametengeneza, na hii kuna classroom zinaendelea kupitia interior. Hii kuna classroom ile inajengwa hapa na pale, ijapo ni semi permanent, na pale Onkolde. Tunaomba serikali watusaidie watoto wasikose masomo katika hizi kambi. Na pia special program pia vile wametusaidia na mabati. Shule ya Onkolde wametusaidia bati 600, na hapa Bandi wametoa bati 200 kupitia Kelo Arsama wakati huo, ambaye hapa ni household name. Tunashukuru sana. Sasa kijana wetu wamechukua mwingine ambaye anaweza kazi, na tunashukuru kwa hii msafara. Mupeleke salamu rais wetu William Ruto. Sisi hapa Garseni tunamuunga yeye 100%, si ndio? Si mnamuunga mkono rais? Hebu tunaonyesha vigelegele rais wetu. Sisi tunasema rais afanyie kazi wa Kenya, asisikilize kelele za nje. Manake wale ndio wamelelewa kwa nyumba za dhahabu, wamezaliwa kwa meza ya dhahabu, tangu wazaliwa wajui mambo ya njaa wala Falastini kweli? Ndio wanapiga kelele. Rais asisikize hao watu, yeye afanyie wa Kenya kazi, ajenge mambo ya housing program, mambo ya SHA, Kenya iende mbele, si ndio? Nimefurahia sana kuona watu wangu, lakini hii hali tumechangiwa kwa sababu serikali kuu inajaribu kati ya mzee wake, lakini tumekuwa na gavana ambaye tunataka sasa, tunataka kufanya kumchukua kumpeleka kama ni Mathare ama ni mahali pengine, kumwangalia kama akili yake ni timamu, kwa sababu hakuna maendeleo. Kila asubuhi akiamuka ni mambo ya Juba, akiamuka ni mambo ya refugee, akiamuka ni kugawanya watu. Maendeleo hakuna. Maendeleo yake imekuwa ni kugawanya watu wa Tana River kwa misingi ya kikabila. Kwa hivyo watu wangu wa Garseni ambao leo niko mbele yao, nataka kumwambia Meja Galana, tumevumilia tukanyamaza miaka 2. Lakini saa hizi na kuhakikishia kama mbunge wa Bura na kama kiongozi katika Tana River hii, ukisema A na mimi nitasema A. Ukisema B na mimi nitasema B. Wewe imesemekana, Waswahili wamesema mtu hachagui jirani. Unaweza chagua rafiki, lakini unachagua jirani kweli? Sisi jamii zote za Tana River tunaishi kwa usalama na kwa uwiano. Lakini yeye amesema amani haiji ila kwa njia ya upanga. Ninataka kumwambia sisi hatuamini hiyo. Tunaamini amani inakuja kwa njia ya uwiano, kwa njia ya maridhiano, kwa njia ya watu kuongea pamoja. Hospitali zetu hazina dawa. County government inapata 8 billion kwa kila mwaka. Iko na county special program. Hata bati moja haiwezi padana watu wake. Kama nani ambaye alikuwa katika governor office miaka 2 atafanya kitu kweli? Hawezi. Nataka kumwambia kama yeye anasema yeye ndio meja ambaye anajua kupanga lakini hapangwi, tutaoneshana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu 2027 nani anajua kupanga na nani anapangwa. Kisha ya kwamba wale wameangaishwa na mafuriko, wale wametolewa makwao na mafuriko, wapewe mabati, wapewe msumari,
wapewe bao na vifaa vingine vya kujenga nyumba, na wapewe ardhi so that waende mbali. Nataka kujua kama watu wamepoteza ile mabati tumewapea ama walijenga, na mimi nimefurahi mumejenga. Ujipigie makofi. Na sasa hivi leo serikali imegawanya ministry yetu ya East Africa ikawa State Department mara mbili. Iko ile yangu imebaki ASAL na idara ingine imeundwa kusaidia Wakenya wapate huduma vizuri. Sasa tuko na PS impya ambaye anahusika na ile kazi mimi nilikuwa nafanya. Sasa hivi leo nimekuja kuangalia ile kazi mimi nilifanya hapo mbeleni, na pia nimekuja ku hand over yule PS kwenu sasa aendelee na ile kazi president amesema ifanyike, so that kazi isisimame, ikuwe hata mzuri zaidi. Na sasa PS nimemfanyia handing over ya kwamba tumesaidia families 1700 kupata hizo mabati, kupata bao, kupata msumari na miti ya kujenga, na tumefurahia hizo mabati zimetumika vizuri. Na sasa ako hapa kukagua, na tumeshakagua asubuhi, na kuongeza mabati zingine so that watu wale hawakujenga waweze kujenga. Leo kukuja kuangalia vile nyinyi mnaendelea baada ya mafuriko na baada ya nyinyi kupewa msaada wa serikali. Wakati huo yeye aliamuru PS Kelo na Ministry ya East African Regional Development kukuja kufanya assessment ya kitu inaitwa damage assessment, ambao walifanya wakabainisha ni familia ngapi inahitaji msaada kwa serikali, wangapi waliumburushwa na flood, wakapata namba ya familia ambayo inahitaji usaidizi, karibu familia 6,000. Kati ya hiyo, wakati hiyo serikali imeweza kusaidia familia 1700 vile ilisemwa hapa na Mheshimiwa PS Kelo. Na leo tumeleta msaada mwingine ya aina ya chakula na pia vifaa vingine vya usaidizi. Rais alituma sisi tukuje tuwaletee siku ya leo. Tumekuja kufanya kitu inaitwa recovery assessment, kuona sasa vile tutaweza kusaidia wale familia zaidi ya 1400 ambao wamebaki na hawakupata vifaa vya kujenga nyumba. Hizo vifaa tutawasaidia kama serikali. Mheshimiwa President kwa hakika anapenda watu wa Tana River. Rais ametupatia amri kwamba lazima turudi hapa kila wakati tuhakikishe mumesettle na mmekuwa fully settled here. Haya, blanketi. Chief, ikairudi timu wote sasa. Anapiga bomu Haya.